Mkojo wangu umenizalilisha kwa tamaa za mapenzi, nifanye nini? Kosa ama. Faza, mimi nimefika hapa kwa ajili ya kuja kuitikia wito. Ni kweli nimekuita. Lakini nashangaa tangia muda ule unafika muda huu. Ni kweli? Tatizo Faza, unajua na sisi vijana majukumu yanakuwa mengi asubuhi kama hivi. Kwa hiyo nilipitia pale kwa kunde pale kwa ajili ya kwenda kuangalia mazingira ya kuishi bahari. Ni kweli mwanangu, mimi nimekuita. Tambua ya kwamba katika ya maisha mwanangu nimekulea katika maisha magumu sana. Tangia mimi niachia blaza wewe na imani tumeishi vizuri na nimekulea katika mazingira magumu. Kuna jambo mimi nimeliwaza hapa. Kutokana na mazingira yako niliyokuona nayo. Kiukweli maisha yanavyoenda kuna picha sioni inaleta uhalisia. Na kuona mara leo huyu, kesho huyu, kesho kutwa huyu. Japokuwa naona niko kimya, lakini mimi taarifa zako ninazo. Nikaona hii hali itatupoteza mwelekeo. Alafu itatuchafua. Kwa hiyo nikaona ni bora nikuite mwanangu Kasongo. Ndio. Katika misingi ya familia yetu tunavyoenda tangia huko miaka ya nyuma, ikifikia hatua mtoto anataka kupotea, lazima mzazi usimame imara. Mimi nimekuita nataka tufanye mpango uoe. Kwa hiyo unanicheka, sina akili au? Faza, kucheka simaanishe kwamba nakutoa akili. Lakini unajua kuna vitu vingine. Yaani hata kama unapozungumza inabidi uangalie. Kwa mimi Faza, nikijiangalia umri wangu na hilo swala unaonishauri wewe, bado kabisa nisijalifikiria swala la kuoa. Yaani labda nikwambie tu kwamba mimi sitooa. Kasongo mwanangu, swala la kuoa wewe huwezi kujiamlia kusema mimi bado. Hivi vitu vipo. Tambua ya kwamba mimi nilivyomuoa yule mama yako, baba ndo aliniamrisha mimi kumkuoa. Tena nimemuoa kwa mahali nyepesi kabisa. Pishi 5 za mpunga. Leo huyu unakuja kuniambia eti nini? Sasa angalia sana. Kwa hiyo mimi nataka uoe. Faza, wewe ndo nataka mimi nioe, lakini tambua mimi kuoa sitaki. Alafu isitoshe, mimi naona nitakutia lawama tu. Wewe. Gharama zote sawa. Nimekubali. Utasimamia, siji mahali utatoa kila kitu. Lakini kutoa kwa mahali sio ndo kwamba mimi nitaonekana nimeweza kumhudumia mwanamke. Lakini tambua kuna baadhi ya huduma inabidi nihusike mimi, na mimi gharama hizo mimi siziwezi Faza. Unafikiria hapa itakaaje? Kwa sababu itakuwa umetoa sote, sasa mimi nitakuwa na faida gani sasa yako? Na ikiwa gharama zote umezitoa wewe, mimi ninaandisha nini? Itakuwa wewe ndio chukue jukumu sasa la kutulisha mimi na mke wangu pamoja na familia ndani. Kwa hiyo utakuwa umetoa mimi na mke wangu vile vile. Sonko, unalopoka sana. Unadiliki kuniambia hivyo? Sio kudiliki Faza, nafikiri mimi nitafanyaje? Kwa hiyo amekuwa Sio nimekuwa, labda ndio nikwambie kwamba ndio imeshakuwa hivyo, sasa nifanyeje? Kwa wewe una matatizo gani mtoto wewe? Wow. Yaani wewe mimi unanielezesha sana. Kwa hiyo mimi unataka nipande kichwani? Unanipangia nataka mimi? Kwa hiyo ndio umediliki kunipiga? Si ndio? Kwa hiyo ndio umeamua kunipiga. Unaona mimi sijielewi. Mimi mtu mzima na akili zangu timamu, ninachokifanya ninakitambua. Kwa hiyo ndio umefikia hatua wewe kutaka kunipiga. Toka! Basi pona, mimi sioi. Mbavu zako. Wala? Mkojo wangu umenizalilisha kwa tamaa. Au chile chelewa kweli yani. Punde. Oya. Vipi? Poa, afu mwanangu naye unachelewa sana. Mbona chelewa lini wapo? Mwanangu nilipitia kwa nzee pale, umeona. Imani nilipata taarifa zake tokea jana, kwa hiyo akaniambia kwamba niende. Anaumwa au? Yaani bora angekuwa anaumwa. Ningejua mzee anaumwa ni muuguzi. Umeona, lakini mwanangu kuna vitu vingine sometimes bwana vinakuwa vinapasua akili. Kwa mimi nimefika pale kwake, nikamwambia mzee mimi nimefika, nikusikilize. Umeona, akaniambia mwanangu ni kweli. Lakini kwa umri uliofikia sasa hivi, wewe ushakuwa mtu mzima sasa hivi. Hizi mada sijui za kina Mwajuma, kina Shula, sijui kina nani sijui. Hizi achana nazo sasa hivi. Ninajua sasa umri wako sasa umeshafikia muda wa kuoa. Labidi mimi nioe. Mimi nilicheka kama unavyocheka wewe mwanangu. Umeona? Mimi nikamwambia Faza mimi wa kuoa. Nikamwambia kweli Faza mimi sitaki kupoteza. Yaani sitaki kupoteza gharama zangu. Mimi muda wa kuoa mimi sijafikia kabisa. Yaani sitooa tu. Yaani muda wa kufikia, yaani wa kufikia kuoa mimi bado. Kasongo, kwa kuwa mzee kakuelekeza jambo la kuoa, jambo zuri sana yani. Kwa sababu uoe Kasongo. Mimi kunde nilijua nikifika hapa
Yaani ndio kwanza utanishauri mambo mengine au utakuwa pamoja na mimi. Kumbe na wewe ndio uko pamoja na mzee. Yaani na wewe ndio wale wale. Rafiki yangu oa, na umri uliofikia wewe, itabidi uoe. Mzee akushauri jambo zuri tu. Wewe mwenyewe unaona tukienda baharini tunavyokuwa vipato vyenyewe vinaonekana. Na aliza sasa hivi ngumu kweli kweli kifuku kama hiki sasa. Acha fikra potofu. Hicho kipato kidogo ambacho unachokuwa unakipata wewe ukiwa na mke ndani ya nyumba. Mbona analizevu tu anawaka anajua kubudget rafiki yangu. Acha mambo hayo. Kama kakushauri swala kuoa, oa. Kwanza sikiliza. Hizo mada tu kwanza mimi sasa hivi tuziache. Kama vipi tuendelee tukafanye kazi. Maana tunaona asubuhi mambo yatakuwa mengi. Na wewe tatizo chelewe kupaniki. Sio kupaniki bwana unazingua mimi ndio utanishauri vitu kama maana. Ndio kwanza unamuunga mzee. Jambo la maana. Ukaenda street itaishia hivi. Sio kupaniki ila tena unakuwa Mkojo wangu umenizalilisha. Analeta tamaa kwenye kweli au sababu samaki wafanya kweli kama wako. sasa wenu hapa wote samaki ni mwamba Samaki bora wako sote tumepewa sote. Leo unaonekana kama bora gani? Wao pesa samaki kwanza. Wewe ndio basi. Usinipanga kubwa. Samaki. Rafiki yangu samaki ni kwa gani? Wote na kama mimi. kama hata kitozi la kujana. Mwanangu mtangaji uko vizuri. Samaki. Leo mada za maana, mada ya kula kula hapa si hiyo hata sielewi, siwaelewi. Na huyu ndio sana. Mwanangu leo hivyo. Wewe dogo. Nini mwanangu acheni tamaa, mnashangaa shangaa nini vitu vya watu vile. Sio tamaa. Yule shemeji yenu. Basi nini? Kuzibiana riziki. Riziki kitu gani mimi kuzibiana riziki? Yule shemeji yenu, kwambeni ile maji. Wewe pale mgeni bado kafika juzi Unataka kujua ndio kuvimba. Wewe yule sio demu wako. Kwa hiyo hamtaki kuamini Uongo. Sasa ndo mungebishi hapa kabla hajaondoka afu mkaona. Sasa mtu anapopita hivyo tunaweka sema hapa kabla hajapita. Mimi sijataka kuna hivi kwa sababu mimi sio mtu wa matawi sana, una macho mmemkodolea kila mtu mwingine, huyu ndo anakuja kusimamia eti anachungulia kabisa. Wewe ndio kuvimba tunakujua. Wewe kwanza timbulo. mwanangu mje kusema. Hizo mwanangu dharau. Mimi timbulo. Wewe kasongo. Kama demu wako anaitwa nani? Mimi sio timbulo sana, nataka mwanangu nikutajie. Uongo. Acha uongo, wewe uongo. Nini? Mwanangu Wewe mwanangu. Kaja kwa iko serious kama kama nyenye hamna mipango yote na watu hapo achana na mimi. Nyinyi nini na nyinyi msimsikilize yule, nyinyi kama nyinyi kutongoza mjui kama yule nyinyi bora mniambie wewe mali sio kubiliki kama wewe. Acha nini na mimi. Kwa hiyo una watu wa maana kumbe na nyinyi kumbe ni wale wale. Mkojo wangu umenizalilisha. Kufa. Mkojo wangu umenizalilisha. Ndio maisha ya kwetu kwa vyenu hivi. Alipokuwa kwetu ndugu zangu. Kutoka juzi tu. Unajua mchezo ya furaha. Kila ndio sisi tushazoea maisha ya kwetu. Kama hivi hapo nimetoka kufua, nguo zangu si nimeanika. Nimetoka kufua hapa sasa hivi nikachote maji haya nikaoge. Nashangaa unaniambia nisubiri, na kumbe unachotaga maji. Zamani sana. Kasongo. Vipi? Fresh kwema? Uko. Kweli nichete. Mimi nasogea hapa. Shemeji yako na kalili maisha sogea hapa. Tusuzie. Kila uonekani. Wewe kama majukumu ya kikazi tunajua vipi. Haya. Nansinzia. Mbona soga yako kanilowesha? Samani? Mimi? Hapana. Mimi? Kuna shida na yeye.
Mambo vipi? Poa vipi? Poa fresh. Samani, mimi kwa majina naitwa Kasongo. Sijajua mwenzangu naitwa nani? Naitwa Sofia. Sofia. Oh, una jina zuri, yani kama wewe mwenyewe. Asante. Yaani kwa kweli sijawahi kumuona msichana mrembo zaidi yako. Yaani una haki ya kupewa maua kama haya. Sofia. Unajua wewe ni mrembo. Yaani katika kijiji hiki sijawahi kumuona msichana ambaye yuko nzuri kama wako kwako. Kwa hiyo nisikuchoshi. Ni bora tu nikwambie kitu ambacho nimekuitia hapa kwa sababu kuna nafasi kama hizi naona watu wachache sana wanaweza kukusikiliza. Kutokana na mazingira ambayo tumekutana. Kwa kweli mimi nimetoka kukupenda sana Sofia. Ikiwezekana nahitaji uwe hata mke wangu. Hivi ni wanaume? Mnapoona wageni hapa kijijini kwa mjishikilie. Kivipi? Tena ukome. Yaani ukiniona mimi sasa umeona kama kumuona kituo cha polisi. Yaani Kasongo mimi wako nikataa? Ila hapana, ataingia tu. Vipi shoga? Tena nitongoza. Anakutongoza? Ananitongoza Kasongo. Hata alichokutolea hapa kukupeleka kule Chakazija. Unajua nini? Kwa hiyo Kasongo kaja hapa nakutaka. Ndio, wewe umeona hapa mwenyewe mpaka nimenita. Yaani wanaume wa kijiji hicho wakimwona Ane wajishikilie. yaani hapo ndo tayari nakwambia leo ishaanza kupita pita hapo. Ngoja nijazie. Hapo asante. Au jazi? Mna sijazi nitakuosha vyombo. Ndio nusu. Kwa ndo nusu unaenda kuja kwako umekuja kuchota maji hayo? Imekuaje? Na kujiendekeza. Haya. Mkojo wangu umenizalilisha kwa tamaa za mapenzi. Sasa mimi na moja kasoro hivi sasa. Moja kasoro? Sasa. Kwa tunaanza wapi? Je, wewe au Amani? Mwanangu katika zangu si ndo nikakutana na yule nani yule demu mrefu yule kule chini kule. Dida. Dida. Mwanangu nilipata na mtoto mmoja mkali. Mtoto nikamuita. Kakaa naye pembeni. Nikamuelekeza kuhusu mazingira yote, nimempa sifa zote na nikamwambia kabisa kwamba mimi wewe nimetokea kukupenda. Yule mtoto akaniangalia, sije kafanya hivi afu akaninyali, umeona? Mwisho wa siku ananiambia mimi sikutaki. Yangu yeye ndio hivyo. Yule mtoto mwanangu mimi nimemuelewa kinyama. Afu mimi nikiangalia yeye ndio amenikataa, ndio mara yangu ya kwanza mimi nakataliwa. Basi mzee mwenzangu mimi ndo nikatoka tu hivyo hivyo lakini ndio hivyo mwanangu. Sasa wewe unajua? Kitu gani tena? Kwanza mchawi, samaki. Tasi changu, wale wakubwa wakubwa wengine wanamkaangia, alafu wengine wabichi wale, sawa? Unachukua ile kefu 20,000 unatia kwenye mashavu kule. Alafu namwambia angalia vizuri kwenye mashavu. Usimpe mtoto. Oya achomoke nakwambia jina moja. Amini maneno yangu achomoke. Ndio. Alafu na kitu kingine. Hilo swala mimi nitakusaidia. Niachie mimi. Sasa hapo mzee mwenzangu ndio hujawahi kuniangusha kwenye mambo kama. Yaani kitu ukifeli wewe mimi ndo namaliza na nikifeli mimi wewe ndo unamaliza. Kwa hiyo kuhusu swala hilo tu mzee mwenzangu, hapo hakuna shida. Mimi nalimaliza. Poa, tuondoke. Fresh, maana hapo sidi tukawa mambo yakawa mengi sasa hivi. Ndege utafungia huko baridi huko. Ana muda wenyewe unatuacha na ukiangalia wauni wale. Twende. Sasa. Chukua na mpira huo. Mkojo wangu umenizalilisha kwa tamaa za mapenzi, nifanye nini? Kosa amani